katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari ya liturjia ya neno la Mungu, Dominika ya kwanza ya Kwaresima, mwaka C wa kiliturjia katika kanisa. Ndugu wapendwa, tumeshaingia katika kipindi cha Kwaresima. Ni kipindi cha siku 40 za kufunga, kusali, kulitafakari neno la Mungu na kufanya matendo ya huruma. Ni kipindi cha kukuza fadhila mbalimbali: haki, kiasi, huruma, na kujimarisha zaidi kiimani na kujenga muunganiko na Mungu wetu mtakatifu katika kuwatumikia wengine, ili kumwilisha ndani mwetu utamaduni wa upendo. Ni kipindi cha kufa kuhusu dhambi na kuzaliwa upya katika maisha ya kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza tunayasikia maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ni kitabu cha kukumbuka. Musa anawakumbusha Waisraeli waangalie walikotoka na kumshukuru Mungu mpaka walipofika. Ndugu wapendwa, Kwaresima ni kipindi cha kukumbuka. Tukumbuke tulivyokosea Mungu, tukumbuke tulivyovunja amri zake, tukumbuke tulivyokosa uaminifu kwa Mungu na kwa jirani. Baada ya kukumbuka, tuombe toba na huruma ya Mungu. Tumekosa sana, ila bado Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu. Somo la kwanza pia linatukumbusha historia ya wokovu wetu. Wakati Waisraeli walikuwa Misri, Mungu alisikia kilio chao. Aliona walivyoteswa, aliona walivyoonewa, walivyodhalilishwa na walivyokandamizwa. Mungu akavunja ukimya, akasema, inatosha sasa. Ndugu wapendwa, iko siku Mungu atakuja kusema hata katika maisha yako kuwa inatosha sasa. Mateso yako inatosha sasa. Maumivu na manyanyaso yako inatosha sasa. Ndugu wapendwa, maumivu na mateso yako ila ni ya muda. Hata Yesu mwenyewe alijaribiwa, ndivyo tulivyosikia katika somo la Injili ya leo. Sasa tutafakari vizuri majaribu haya matatu ambayo tuliyosikia Injili ya leo. Katika jaribu la kwanza, Shetani anamwambia ageuze mawe yawe mikate. Yesu alikuwa na njaa, ila hakutumia mamlaka yake ya kimungu vibaya. Alikuwa na uwezo huo na alikuwa na njaa sana, ila alikuwa na msimamo. Tumsifu Yesu Kristo. Badala yake Yesu alitumia mamlaka yake ya kimungu kulisha wenye njaa,
kuponya wagonjwa na kufundisha. Ndugu wapendwa, wewe unatumia mamlaka yako namna gani? Kama ni kiongozi wa serikali au wa dini, je, unatumia mamlaka yako vibaya? Yesu leo anatufundisha kutumia nafasi tulizopewa vizuri. Shetani hutumia udhaifu wako kukuangamiza. Alitaka kutumia njaa ya Yesu kumvurugia mfungo wake. Ndugu wapendwa, Shetani anajua tumeshaanza safari ya Kwaresima. Tuangalie basi asije akatuharibia Kwaresima yetu. Katika jaribu la pili, anatumia uongo kusema kwamba mali yote ya dunia iko mikononi mwake. Lakini ukweli ni kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu, siyo ya Shetani. Zaburi 24. Ila Shetani hutumia mali, cheo na pesa kutunasa. Yeye huvitumia vitu hivi kutuangamiza. Anaweza kutumia simu yako ya mikononi kukufanya umsaliti na kumdanganya mwenzako. Anaweza kutumia mali yako, pesa yako kukuharibia familia, ndoa, imani na hata maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kumbe sasa Shetani ni muongo, na anayesema uongo anaoshirika naye. Katika jaribu la pili, Shetani anataka kumpa Yesu mali na utajiri, kitu ambacho hakiwezekani kumpa Mungu utajiri. Yesu alijua kabisa baba yake ni mtajiri kuliko Shetani. Napenda nikuhakikishe wewe unayehangaika na waganga na uchawi ili kutajirika haraka. Ndugu wapendwa, baba yako wa mbinguni ni tajiri mkubwa, ni tajiri kuliko hao. Shetani anaweza kukupa utajiri, ila ni wa muda na wa majuto. Ndugu wapendwa, utajiri wa kuwa nguvu za giza utaisha. Utajiri wa waganga hakika ni wa muda mfupi, ila wa Baba wa mbinguni hudumu milele. Katika jaribu la tatu na la mwisho, Shetani anamwambia Yesu ajitupe chini, kwani imeandikwa, malaika watamchukua mikononi. Hata ndivyo ninapojua sio kila anayekupa mistari ya Biblia anaongozwa na Mungu. Hata Shetani anajua maandiko. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu anamjibu na kumwambia asimjaribu Mungu. Mara nyingi utasikia manabii wa uongo wakikwambia usiende hospitali na usinywe dawa, mafuta ya upako yanatosha tu. Ndugu yangu, kama unauma, nenda hospitali,
piga dripu, meza dawa, la sivyo kaburi linakuhusu. Usimjaribu Mungu kwa staili hiyo. Mungu ametupa akili, basi tuitumie vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, katika majaribu yote hayo, Yesu hakumpa shetani nafasi. Yesu alimwacha shetani aende zake. Mpendwa, kwa resima hii kuna baadhi ya mambo unatakiwa uachilie. Kuna baadhi ya watu unatakiwa pia uwache waende zao. Ni kweli kuna shetani anatakiwa aondoke katika maisha yako, muache aende zake. Ila sasa Biblia inasema shetani alimwacha kwa muda. Kumbe bado ana nafasi ya kurudi tena. Unapopigana na shetani ukashinda, usijaamini kipumbao anaweza kurudi tena. Huacha kwa muda, kama ukinywesha udhaifu aweza kurudi. Tumesikia katika Injili Yesu ametoka kubatizwa na amejawa na Roho Mtakatifu, ila bado shetani anamfuata. Usifikiri shetani anahitaji walevi, malaya, wachawi na watu waovu sana. La, anahitaji waliojazwa na Roho. Anahitaji Wakatoliki wenye msimamo. Anahitaji wanandoa waaminifu. Hao ndio anaowavinda ili awaangushe. Basi tuwe na msimamo kama wa Yesu. Paulo anatutaka katika somo la pili tuzidishe imani. Imani iwe silaha yetu ya kupigana na bwana shetani. Kumbuka, shetani hutumia haya mambo matatu kutunasa: chakula, mali na cheo. Tukiwa na silaha ya imani tutashinda. Ndugu wapendwa, na watakieni Dominika ya njema ya kumshinda shetani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.